Hello again. Hivi unakumbuka wakati nakufundisha aina mbili za verbs nilikwambia kuna action verb na kuna state verb. State verb au saa nyingine inaitwa stative verbs. Sasa leo nataka nikupe code moja kuhusu hizi state verbs. Nataka nikupe code kuhusu hizi state verbs. Kuna baadhi ya state verbs ambazo huwezi kuzitumia kwenye wakati uliopo, yani present continuous tense. Utaniuliza teacher, una maana gani? Namaanisha kwamba huwezi kuziwekea is na ing au are na ing au am na ing. Okay? Sijui unanipata hapo. Kwa mfano, kuna verb kama play. Nikisema I am playing football, kuna am na ing. Kwenye play pale nimeongeza ing. Au nikisema Fatuma is cooking, kuna is na kuna ing pale. Sawa? Sasa hiyo ndo maana yangu. Kwa hiyo hizi verb utakuwa pia unaongelea kitendo cha wakati huu, lakini huwezi kuziongezea ing. Huwezi kuweka ile helping verb na ing. Ni zipi hizo sasa? Swali linakuja. Tunazo makundi kama manne hivi. Kuna zile ambazo ni za kufikirika, vitu vya kufikiria. Kuna zile ambazo inaonyesha kumiliki kitu. Alafu kuna zile ambazo za Kiswahili tunasema milango ya fahamu, kusikia, kuona na nini. Alafu na kundi jingine ni zile za hisia. Kwa mfano I love you. Okay? Yaani kwamba hata kama nakupenda sasa hivi siwezi kusema I'm loving you. Sawa, nitakuelewa, lakini sio Kiingereza standard, sio Kiingereza kizuri. Twende kwenye mifano. Naanza na zile verb za kufikirika. Mfano wa kwanza, no. Huwezi kusema hata kama mimi ninakufahamu wewe. Au umeniambia kitu nataka kusema oh, nafahamu au najua. Siwezi kusema I'm knowing. Nafikiri hata umeshasikia sehemu nyingi tunasema I know. I think. Okay? Huo ni mfano mwingine. Hizo ni zile ambazo yani unaongelea kufikirika. I understand. Huwezi kusema labda wewe unaongea afu nakusikiza sana, oh, I'm understanding. It's very unbecoming. Yani hata haiji. I remember. Nakumbuka. Don't say I'm remembering. I mean. Kumaanisha kitu. Huwezi kusema I'm meaning. Kuna jinsi ambavyo utakuja kuona hizi verbs sometimes zimewekewa ing lakini zinakuwa na maana tofauti. Hiyo nitakuletea somo jingine tofauti kabisa. I mean, hata verb kama forget. Hiyo ni ya kufikirika. Huwezi kuongeza ing. Nadhani unanipata hapo mwanafunzi wangu. Yule ambaye tumekuwa tukienda pamoja, nadhani utakuwa unakumbuka hiyo state verb ambayo nilifundisha huko nyuma. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali nenda kapitia hilo somo. Fungu la kwanza tumesema ni zile za kufikirika. Fungu la pili ni zile za hisia. Verb za hisia. I love you. I'm loving you. Hai sound vizuri, haiji kabisa. It's unbecoming. Kwa hiyo nitasema I love you hata kama ni sasa hivi. Yaani hapo naongelea verb ambazo huwezi kuzitumia katika mfumo wa present continuous tense, yani uweke is, are, am na ing hata kama unaongelea sasa hivi. Sawa? I'm understanding, I'm forgetting. Prefer. Kwa mfano kupendelea kitu. I prefer this one. Huwezi kusema I'm preferring. Alafu kuna need. I need this. I need you. I need you, my students. Need. Usiseme I'm needing. Hata want. Usiseme I'm wanting. Yaani hiyo mbaya kabisa. Lakini kuna jinsi ambavyo kuna mahali utakutana na want imewekwa ing, pale inakuwa haimaanishi tunachojifunza sasa. Nimesema hiyo itakuwa na somo lake tofauti. Kwa hiyo don't worry. Okay? Sasa hilo kundi la pili. La tatu nilisema ni ile milango, kwa Kiswahili tunasema milango ya fahamu. Yaani vitendo vinavyotokana na milango ya fahamu. Milango ya fahamu nadhani unaijua. Kwa mfano macho, see.
Don't say I'm seeing, hata kama unaniona sasa hivi. I see. Don't say I'm hearing. I'm hearing you. No, I hear that. Nasikia kwamba I hear, hata kama ni sasa hivi au ni kitu ambacho cha muda wote. Alafu nini tena, mlango wa fahamu mwingine ni nini? Feel. I feel. I feel. I feel that. Okay? Na mwingine nini? I smell. I smell, I see, I hear, hizo zote hatuweki ing, ingawaje nimekwambia kuna occasions, kuna exceptions, yani kuna jinsi tofauti ambayo unaweza kukuta, lakini sio hapa tunapoongelea present continuous, yani tendo la wakati huu linaloendelea. Hilo ni kundi la ngapi? La 3. Nilisahau hapa. Taste, kwa mfano, taste, ladha. I'm tasting. Sawa, takuelewa, lakini taste hatuwekagi ing. Angalia mfano hapo. Kundi jingine nimesema la kumiliki. Kwa mfano, I have a car, I have a house. Huwezi kusema I'm having a car. Italeta maana fulani tofauti. Kiingereza safi tunasema tu I have a car. Own, kumiliki kitu, namiliki gari. I own a car. I own a car. Okay? Belong. It belongs to me. I belong to my parents. I belong to God. Mimi namilikiwa na Mungu. Okay? This house belongs to me. Inamilikiwa na mimi. Sawa sawa ndugu zangu. Kwa hiyo hayo ndo makundi ambayo nimesema ni zile state verbs ambazo tulizongelea kwenye somo lililopita huko nyuma. Tukasema sasa leo ndio nimekupa code kwamba because you're using present continuous tense, basi ndio uweke ing. Haifati masharti ya present continuous tense hata kama ni sasa hivi. Okay, my good students. Alafu kundi jingine tena ambalo sijaliongelea ni ile mara nyingi tunapotoa maoni yetu. Tunapotoa maoni, kwa mfano unataka kusema nafikiri hili swala, hata kama ni sasa hivi, sema tu I think this is very good. I think this is very good. Usiseme I'm thinking. Au unataka kusema I agree with you. Usiseme I'm agreeing. Yaani hata kwenye masikio inaumiza. Just say I agree with you. I agree with the fact that he is our teacher. I agree. Okay? Hata kama ukubaliani unasema I disagree. I disagree. Usiseme I am disagreeing. No, that's wrong. Kwa hiyo remember that. Keep that in mind. Kumbuka hiyo na ikukae kichwani wakati wote unapozungumza Kiingereza. Alrighty? Thank you.